kujaga nyumbani. Sikumbuki ni mwaka gani ya katikati. Ila alikuja, ilikuwa ni kama sherehe. Mtaa mzima walijua baba yao leo amekuja. Mpaka si mama alipigiwa. Baba yao leo amekuja, takibuka nakumbuka chips zilikuwa zimefungwa kwenye mifuko ya nailoni. Ni mwaka ya nyuma. Kwa angefanya tu kwa nafasi, sababu hakuna mtu ambaye alikuwa na pesa. Mama mwenyewe pia alikuwa hana pesa. Unaaminigi babako alikoroga kweli ili awe tajiri? Sidhani kama ananipenda. Kwa nini? Kweli nimekaa kini maisha nyumbani pagumu. Nikapata tena kazi mkoa. Ikabidi tena kuna rafiki mmoja sasa. Hiyo 2020 alikuwa alifanya kazi naye Zanda, anafanya kazi Zanda yake. Nikamuuliza mama, "Kwani mwanao unapata kazi?" Akalipa 100,000. Nikatamani nikasema 100,000 naweza nikatoboa nyumbani. Naweza nikasaidia kitu. Kweli akaniambia nenda ni kampuni kwa ni kampuni ambayo wanachukua dada wanawatafutia watu. Kweli mimi nikachukuliwa. Nikaenda kwa kampuni nikasajili. Ikapelekwa mkoani. Maisha kule kwa soma baya kwa sababu wenyewe walikuwa wanajiweza. Nikafanya kazi, mshahara ulikuwa 100,000 na kweli na wenyewe alikuwa anazingatia muda. Lakini changamoto ilikuja ni ushamba wa TV. Ndio maisha ambayo hamna TV. Sasa nitakiwa asubuhi niamke nifanye kazi. Mimi naangalia TV. Wananikuta. Ambia wewe, fanya kazi. Ukimaliza TV ipo. Lakini bado siwezi kufanya kazi za ndani. Sasa sio kitu changu, yani siwezi tena. Na mamangu pia akosha kuniambia hii kazi ninayofanya mimi za ndani sitamani na wewe uje ufanye. Ila mimi kwa matakwa yangu, mama alikuwa aniforce. Mimi mwenyewe ndo nilikuwa nalazimisha niende. Ila nadhani pia Mungu mbia alikuwa hajapanga mimi nifanye zile kazi. Nikarudi. Kwa nilivyorudi mama 2021. Nirudi Dar. Mama akamwambia bosi wake, Mwendi, na mtoto wangu anapenda vitu vya saluni. Akaambia mlete kule, nikaenda. Akaambia kuna sehemu rafiki yangu mimi ana saluni. Nitamuombea nafasi. Kweli nikaenda siku hiyo nikapakiwa kwenye gari. Nikapelekwa na dereva wa bosi wa mamangu. Nikapelekwa sehemu ilikuwa Upanga. Upanga uko karibia na msikiti wa Maamul. Kaenda kweli nikaona hapa nikakaa. Niliwahi kwa sababu nimefungua saa 3. Kumbe nina pale saa 1 kwa nikakaa nje. Kufika nikaambia ndo Vike. Kwa taarifa zangu zilikuwa makisha faje sasa. Kweli mimi nikaanza maisha hapo. Ya kazi hapo. Meenda lakini huku kwenye maisha baba hayupo. Sisi na mama. Anakumbuka shule niliacha deni. Mama akaniambia hili deni utakuja ulipe mwenyewe mtu uzimane. Siwezi tena kukulipiana. Siwezi kulimaliza mimi. Ilibakia 26,500. Kweli nimeenda pale nimejifunza, lakini pale kwa tofauti na mimi nilivyokuwa najua nadhani. Pale kwa mambo ya kusuka. Ni mambo tu ya skin care if. Basi nikajifunza kweli. Nakumbuka mshahara wangu wa kwanza mimi nalipwa 50,000. Mshahara wangu wa kwanza nalipwa 50,000. Na hiyo 50,000 niliomba. Sasa nakumbuka ilikuwa siku ya kupokea mshahara, wale wenzangu wameajiriwa. Sasa kuna mama atazima kaniambia, "Wewe, upo hapa?" Nienda pale sikumbuki ilikuwa mwezi ngapi. Kaniambia, "Uko hapa muda mrefu na unafanya kazi sasa hivi unajua. Kwa nini usiende kumwambia bosi akuajiri?" Kamfuata bosi. Bosi akaniambia, "Mimi siwezi kuajiri watu." Na kwa tulikuwa watu wengi. Ofisi na ilikuwa inajaza. Kwa busy kweli hela ipo. Ila kaniambia siwezi kuajiri sina mtu. Labda unipe muda. Ila nitakuwa nakulipa 50,000 kila mwisho wa mwezi. Mwanzo niliona bonge la hela.
Kwa hiyo ngurudishe nyuma. Kwa mara ya kwanza mimi nikanunua nyumbani kwetu gesi. Iko la gesi. Hiyo siku wakapika kwenye gesi. Mimi ndo kwenye mshahara kule ambao wa 100,000 wa kazi za ndani ndo nimtumia mama yake akanunua gesi. Jiko la gesi. Hongera. Katoka kwenye mkaa hapo. Kamtoka kwenye mkaa. Sababu bado alikuwa na mazingira ya mkaa. Kwa ile 50 nikaona bonge ya hela mimi. Wow. Lakini sasa mama nikamwambia, mama angalie, wewe mzima kweli? Nyingi haya. Kaambia okay, sikupi nauli. Kula ujitegemee. Ndo nikaona hela ndogo. Basi nikafanya hiyo 2021 kaambia boss, sababu kichwa changu mimi kilikuwa chepesi kwa sababu tayari nilikuwa napenda vile vitu. Kwa kichwa changu mimi kilikuwa chepesi na kujua vile vitu. Chap tu nilijua, sikuchukua round nyingi. Na kuna watu niliwakuta na niliwapita. Vitu vyo vigumu. Nikamwambia hela ndogo sana. Kaambia nakupa 80,000. Basi kweli lakini 80,000 pale kwenye ile ofisi kwa mama ajesha mchezo. Kila wiki 20,000. Na pale palikuwa busy sana, kwa hiyo unaweza kupata kwa siku labda ukapata 10,000, kupata kwa mimi nilicheza mchezo. Ndo maana yangu ya kwanza najinunulia simu ya smartphone. Nilicheza mchezo nikapokea nikaenda kununua simu. Nakumbuka nilikuwa na Machinga Complex, nikanunua simu yangu mpya. Kwa Infinix. 280,000. Nilicheza mchezo kupitia 80,000. Ule mshahara wangu 80,000. Sababu nilikuwa namwambia sasa ndani wiki hamna hela, kwa naambia hivi nilipie mimi kwenye mshahara wangu natoa. Kwa nilipigia mwezi. Kwa mwezi kwa natoka watu 3. Kwa nampa yule mama hela 60. Nabaki na 20. Nifight sana. Hongera sana. Kafanya hapo 2022. Bosi mwenyewe kaona sapa siajiliwi. Kuna mdada kaambia pale tutafanya kazi. Kaambia nikisikia kazi nitakuwa. Sasa kuna ambacho kiliniuma, kuna mdada ambaye alinikuta akaajiriwa naye bosi alimkataa. Naye ni mtu alileta sana ndugu yake wa pale. Akataka ajiri, bosi akamwambia hapana. Akamtafutia kazi Posta. Ndio kitu ambacho kiliniuma, ni huyu kaja akanikuta. Mimi ndo nimemwelekeza vitu, afia akapata kazi. Kuklikani, yes, naoje nitafute kazi. Kwa hiyo nikatoka. Rafiki yangu mmoja sasa pale kaniambia fiki alikuwa anaitwa Asia. Namshukuru sana. Hongera nyingi, pongezi nyingi kwa Asia. Akaambia yupo mpaka leo. Yaani kuna simu nimesikia kazi mshahara lakini nataka kuongea nao lakini 2,10,000. Kweli nikatoka nikaenda kuongea nao. Nakumbuka siku niliwaambia kazi nitachua kuingia. Nikaenda kuongea na boss. Akaniambia naomba uanze kazi leo. Sijui, sijafanya interview. Najua kwenye kazi mtu aende wakakuangalie unakweli unajua iko kitu. Sikufanya. Ila aliniambia tunahitaji mtu, naomba uanze kazi leo. Tika mwanzo wangu na mwisho mimi tena kwenda kule. Kanipigia sana simu nikamwambia siwezi kuja leo. Kisha nitafuta siwezi kuja. Yule boss yule mama akanibia nitafuta, akanitumia message, Viki, kama unataka kazi sema, kama hutaki sema, mimi nitafute mwanafunzi mwingine. Nikamwambia sikumjibu ile siku. Kama siku nyingine mimi siwezi tena. Tafuta mtu mwingine. Basi kwa mshahara wangu mkubwa ukaanzia 2,10,000. Nikafight hapo. Kafanya. Hivi unachukuaga nafasi ya kujipigia makofi? Kujiappreciate, kujipigia makofi, kujipongeza? Bado. Ninavyotaka bado. Ndio, lakini ukiangalia nyuma, yes, najipongeza. unafanya kitu kikubwa sana. Kwa pale nikafanya kazi 2022 nikafanya pale kazi yote. Akili tu ya ukuaji. Rafiki yangu mwingine anaitwa Lily.
na nimefanya kazi hapo na Upanga. Akaniambia Viki, kuna mteja ameniambia kuna spa inafunguliwa Mikocheni. Unapajua Palm Village? Nikamwambia Palm Village mimi sipajui. Micheni. Twende. Nikamuuliza mara mbili, wewe uko tayari kuacha pale? Sababu ni mkuta tayari kashaajiliwa. Mshahara ukiwa mkuu mimi naacha. Okay. Tukaenda Mikocheni. Kweli. Hapo ndo tulifanywa interview. Ilikuwa ni spa ya Wachina. Tukafanya interview, tukaambiwa okay. Ile mwenzangu akashindwa kwenye mshahara. Akataka hela nyingi. Wale wakasema ila tuwezi. Ila tukikuhitaji tutakuita. Kwa sababu mmoja mimi nikamwambia sawa. Ambao ulikuwa ni mkubwa kuliko kule. Yeah, good. Okay. Sawa. Mshahara yenyewe sio hela nyingi. Kwa 280. Kutoka 210 ingine 80. Okay. Kwa tukafanya kazi, lakini baadaye ilikuwa ni changamoto kwa sababu wale walitaka sisi, mwanzo walikuwa wanataka Watanzania ndio wafanye hizo kazi. Baadaye wakashauriwa tukifanya sisi Watanzania zile kazi hawatapata wateja. Wachina wanapenda Wachina wafanyiane wenyewe kwa wenyewe. Kwa mwisho siku tukadoze sasa wadada usafi. Kwa kazi kama dika. Wakaletwa Wachina kutoka Vietnam wadada kutoka Vietnam sasa. Kaja pa kufanya hizo kazi. Kwa hiyo kazi yetu ilikuwa Viki, leta hiki. Viki, nenda supermarket. Viki, nenda kwa. Asa mazoea sijui. Mwisho siku tunaambiwa tukafanye kazi za ndani sasa. Tukafulie nguo. Kwa sababu wale dada walichukuliwa pale Palm Village pale, walichukuliwa nyumba. Walichukuliwa apartment. Kwa wanakaa wote. Kwa sisi tunatoka tukawafanyia usafi, hawajui kufagia kwa kitu. Sasa sisi tukawa dada wa kazi wa nyumbani kwao kwa mshahara huo. Huo. Kitu mimi kilini kwanza kwa sababu natoka nyumbani nafanya kazi huko. Napigwa simu naenda nyumbani kwao. Nafua, nafanya usafi na tena kazini. Kaona hapa nitafute kazi sehemu nyingine. Tafuta kazi. Ila walikuwa wana shida, walikuwa watu wazuri, mnakula. Changamoto ni moja, ni kazi nyingi. Asubuhi sende mnaambiwa leo kazi yenu ya leo kusafisha samaki. Jamani. Kwa mwamini watu tena samaki mwavue mweke huku. Kaona hizi kazi mbona nyingi sasa. Nikaacha. Katafuta kazi sehemu nyingine nikapata. 2023 hiyo. Papa sikufanya miezi mingi sana. Nivame sehemu nyingine. Upanga. Ya kundo nirudi kule kaudi 2,200 mshahara. Nasema mimi jamani. Okay. Kafanya pale kazi. Yaani iko kitu yule mama anifanyanga mpaka leo mimi nisikie uchungu. Nifungue sehemu yangu. Alikuwa akija amenuna. Sikai kwenye kiti mnachafua. Vyakula vyenu vinanuka, ndeni mkale nje. Alikuwa anaambia hivyo. Hana kasoro zingine tu, yani analipa hela kwa wakati, una shida na kusaidia, ila kasoro ndo hizo. Kashimu. Kaacha. Kaenda kazi nyingine tena. Mwaka huo mwezi wa 10. Nakumbuka pale nilienda mwezi wa 12 kwenye kazi nyingine. Kwa Upanga. Kutana changamoto nyingi sana. Yani kama nilienda natoka kwenye moto naingia kwenye maji ya baridi ndoka yani hivyo. Kule napo changamoto zipo nyingi. Usipoingia kazini hela inakatwa. Unaumwa hela inakatwa. Kuna kipindi uliingia ugonjwa wa macho fulani utakuwa na vimba. Niliupata. Nikarudishwa nyumbani. Red eyes. Karudishwa nyumbani. Mnaweza kuingia utambukiza wake. Karudishwa.
Kaimbani siku moja nikakatwa. Kaambia silikuwa naumwa. Ulikuwa naumwa ndio, lakini hujafanya kazi. Na unapata hela nyingi zaidi ya mshahara wako. Changamoto nyingine ilikuwa ni unalipwa kidogo kidogo. Yaani leo unapewa 50,000, kesho unapewa 20,000 mpaka hela yako itakuisha. Sasa nikaona wananipa mimi 30,000, wananipa mimi na majukumu. Hadi 2023 hujawasiliana na baba? 2024 umewasiliana na baba? 2023 niliwasiliana naye. Nakumbuka mama alimpigiaga mama, akasema mamangu bibi yetu sasa amefariki. Ndio mama akaniambia, baba ndo amepiga simu, amesema bibi ndo amefariki. Mpigie mpeni pole. Milo ilikuwa nzito. Bila sababu nikaanza nikapiga pole. Kitu ambacho alinikwaza, nasafiri, mjiandae kunipa hela za nauli. Nani anasema? Baba. Sasa nikaa najiuliza, yaani nasafiri, sawa nasafiri ni msiba wa mama yako. Unaniambiaje mimi kama unanipangia nasafiri ujiandae kunipa hela ya nauli? Yaani nauli sasa ya kurudi. Mimi naenda lakini nategemea nyinyi ambaye huyu ndo wakati unaumwa alisema mama yako ana kizazi kibaya. Okay. Mimi sikumjibu, nikamwambia sawa. Ila alifurahi na show nadhani kwa alipo. Alipiga moto. Kwa mara ya kwanza nilimblock. Ulimblock baba? Nilimblock kwa sababu alikuwa anasumbua sasa. Analalamikia. Yaani hapo 23 hiyo kwenye msiba mama yake sasa ndio ile upendo sasa kama narudi. Huku tunajiandaa kuuza sumu nini? Sijui nini. Kwa mambo ni mengi hatujajengea. Naombeni hela. Mimi sina hela. Anakata simu. Kwa hiyo sasa vipi? Yaani niseme uongo. Mzazi sio aambiwi vibaya, sio akusema. Babangu alikuwa anakosea kusema kwa sababu hana kauli nzuri. Uwezo kanipigia simu kaniambia sasa vipi ile hela ya nauli. Alikuwa kuna kauli ambayo iliniumiza sana. Aliniambia kwani hamwezi kukopa mkanipatia mimi pesa nirudi? Mnataka huku mimi nikae huku. Na akirudi anarudi wapi yani? Anafikia wapi? Huku kwa Kedaa. Huku sio kwenu. No, kai kwetu sisi. Anakaa huko Sumbezi na hizo ni Mbezi. Kwa akasema hamwezi kukopa. Nikamwambia mama, mzee vipi? Yaani kwa nini ananiambia mimi nikope? Nampige ngama usimpigie. Kwa nini sisi tukope? Akampigia ndugu wangu kiume. Mkope ili mimi nimlipe hela nirudi huko. Mimi sikumvunga, nikamwambia mimi nilikupeleka msibani au ni msiba wa mamako ulikupeleka huko. Mtoto mjeuri sana. Na nikuulize, unahisi unavyokuwa unamjibu hivyo? Unamjibu tu kwa sababu yani like unamjibu kwa sababu unaona kweli ni msiba wa mama yake ndo mmempeleka huko, like alitakiwa responsible yeye mwenyewe kujigharamia, au unamjibu kwa sababu una hasira naye? Hasira zipo naye, like kuna namna yani una hasira naye afu kama kisasi fulani like siwezi nilipizia kisasi. Sababu aliyofanya ni mengi, kwa siwezi nikarudisha. Na pia hata kanisani tunafundisha namna kulipizana kisasi, lakini kuna time kiali tu ya binadamu. Ni wezi sawa amenitusha kuseaga. Mimi nilishaona tu nishaje isebe kwa sababu kuna kipindi sisi tulikuwa tunaandikaga hatunaga baba. Hivyo tukataka kujaribu kutumia ukoo wa mama. Kile kitu nakumbuka kuna siku shule walikujaga watu miaka zamani wazungu sio kuja kutoga misaada, mnapewa suneti, mnapewa vitu. Watoto yatima. Mimi na ndio sio yatima, baba yuko hai, mama yuko, lakini ile hali ya kutokumuona baba tukajiandikisha sisi ni yatima. Baba akaja kaambiwa, watoto wako mbona mmeandikisha kwa watoto yatima wakati sio watoto yatima? Akamwambia mama, akasema mama akamwambia wajali wa nini sasa, inawezekana ni yatima pia. Kwa baba siwezi kumlipizia, lakini naweza ila deep down ukikaa huwa unatamani angefanyaje kuanzia nyuma, yani huwa unatamani
angefanya nini? Kwa sababu ndio unaweza kusema ndio mimi siwezi kumwadhibu, lakini still as a binadamu, as ndio ulikuwa mtoto lakini ulikuwa unajua what is right. Unajua nini sio sahihi, unajua nini sahihi. Na kuna ile hali ya kibinadamu, una matamanio ambayo ulikuwa unatamani what if angefanya hivi, angefanya hivi. Ni nini ulikuwa unatamani angefanya? Angefanya tu kwa nafasi yake. Hakuna mtu ambaye alikuwa na hela kama mamangu pale alikuwa na hela, ila angejaribu kufanya kwa wajibu wake. Angejaribu tu kutuweka karibu. Unajua mpaka sisi sasa hivi hatuna maelewano mazuri. Kwa angejaribu, pesa una ya kutoa lakini ule ukaribu unakuja, unatuona. Hata kama uleti kitu lakini unakuja tunakuona. Tuna nguvu hata sisi ya kusema ni baba. Sababu nakumbuka mara ya mwaka gani sikumbuki, alikujaga nyumbani tukawa tunamsindikiza, akatununulia chips. Ilikuwa kama sherehe. Mtaa mzima alijua babao Viki leo amekuja. Nimefurahi. Sikumbuki mwaka gani ya katikati, ila alikuja, ilikuwa ni kama sherehe. Mtaa mzima walijua baba yao leo amekuja, mpaka si mama alipigiwa. Baba yao leo amekuja. Takibuka nakumbuka chips zilikuwa zimefungwa kwenye mifuko ya nailoni. Ni mwaka ya nyuma. Amenunulia chips. Like chips ukila kwa kipindi chetu sisi ni utajiri, sijui kwenu madoni yani ile. Kwa alifanya tu kwa nafasi, sababu hakuna mtu ambaye alikuwa na pesa. Mama mwenyewe pia alikuwa hana pesa. Ile tu kuja kutuona, kutuweka karibu. Unajua mtoto sio lazima uniletee vitu nami. Ile kukuona tu, kwa sababu alikuwa nakumbuka alikuwa alikujaga hiyo miaka kama mara 2 mara 3, ila mama alimpigia stop. Usikanyage. Tulijiona kidogo na sisi tuna babangu amekuja, umeona babangu? Yaani unadisi, umeona babangu? Na hivyo. Unaamini kwa sababu unaaminigi babako alikuroga kweli ili awe tajiri? Mimi siamini sana kwenye ushirikina. Inawezekana kuna ile hali ya kuamini kwenye ushirikina. Ila unaweza nikatamani, kuna muda naweza nikatamani kwa sababu ni ananichukia, I don't know, sijui nini. Unahisi uamini anakupenda? Sasa ananipenda. Kwa nini? Mtu sijui. Amewahi kukwambia? Hajawahi kuniambia, lakini ni mtoto wako, lakini kwa sababu ya vitu ambavyo alipaswa kufanya. Ni sijui bana nunia aibu. Labda, lakini nahisi hivyo kwa sababu wale hivyo bize tu na mambo yake. Kuna watu ni kama ananichukia. Na kama nakumbuka Mokoni nilimpigia simu na alinisema, "Mmenitenga, mmenisusa." Na mimi nimeamua kujitenga. Sasa nikajiuliza, mimi na yeye nani alijitenga kwetu? Wewe umetukosea tena sisi turudi tena kwako tuweze kukuomba tena samahani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Yaani tuweze kukubeba tena baba. Japokuwa mama, si kwamba mama yetu anatukataza kumtafuta baba. Ni vile sisi wenyewe watoto, ule nguvu ya kumtafuta hatuna upendo, kwa sababu ni mtu ambaye hatukumuonaga. Alikuwa akae na sisi muda wote, tuko na mama, tunakaa na njaa na mama. Yaani tunapitia vitu vingi na mama hayupo. Kwa ile nguvu ya kusema eti utoke uweze kumbebelea ni ngumu. Wanaweza ni wachache, na kama wanaweza pia neema ya Mungu inahusika. Kweli inahusika. Ni neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu. Huwezi kumbebelea mtu ambaye alishafanyaga ujinga. Sio mzazi, hata rafiki ambaye amekufanyia ujinga, kitu kibaya ambacho unacho kwenye, yani ukipo kwenye akili siku zote, aumrudie tena upya. Kwa mfano kungekuwa na chance, najua sometimes vitu vikishatokea, kuna kitu anasemaga vitu vilitokea yani vilipangwa vitokee vilivyotokea. Like tunaweza tukatamani kingetokea hivi, lakini as long as kimeshatokea, ndio maana yani
ukustahili kupitia vyote hivi au kustahili, lakini kwa kuwa kustahili hakuna chance ya kurudi nyuma na kusafisha kwamba hivi vitu visingetokea. Lakini natamani tu kuimagine au natamani hata useme nisikie au tusikie au hata kama, kwa sababu hichi kitu online kinakaa muda mrefu, like kungekuwa na chance ya kurudi kwenye ile siku ambayo baba ndo alikuwa anaondoka na anakutuma simu anakwambia nasafiri, ila ndo alikuwa arudi tena na ulikuwa umesikia kila kitu, like kungekuwa na chance ya kurudi at that moment, ukiwa na akili yako ya sasa hivi unahisi ungefanya nini? Pole. Sijui, lakini sina tatizo. Sijui. Unahisi mzee alikuwa na option nyingine ya kubaki? Unajua mzazi hawezi kuambia vitu vyote. Na pia kuna hii kitu familia nyingi inatokea, ugomvi wa mama na baba zinajengwa sumu kwa watoto. Ndio kitu ambacho sasa sisi ndio tuko tunapewa. Tena mimi, wewe baba yako alikuwa anataka kukuua. Kwa mimi siwezi jua walikuwa nagombania kitu gani kikubwa aswa ambacho mama mimi hajai kuniambia. Nadhani hiyo ni siri yao, ni vitu vyao wao wanapitia. Kwa ni unahisi ungesemaje that day? Hamisi ningeomba swala asiondoke. Yes, ningeomba hivi. Kweli. Inauma lakini ni ukweli. Ulitamani abaki. Japokuwa mimi mama wangu hajai kuniambia kitu ambacho alikuwa anafanya. Na sometimes haituhusu. Kwa sisi ni watoto. Wamekutana nyewe huko, wenyewe walikutana wapi? In at the end of the day ni lazima ulitamani abaki. Hata kama ulikuwa unajua like ndio wanagombana wana nini, ila kuna ile tusha huko azie mtoto kwa sababu una deserve. Kwa sababu nakumbuka sisi hatujai kununuliwa nguo za sikukuu. Mama na hela watatunulia watu watatu. Hawezi. Na hatuwezi kumlaumu mama kama kwa nini hakununua, kwa sababu situation uliishi. Na kuna kipindi tulikuwa tena hatuombi. Mlizoea. Sisi tumevaa sana nguo za watu. Nakumbuka kuna siku nilikuwa natakiwa kwenye kwaya kanisani, sketi nyeusi. Kwa sina, mama ana hela. Niliiba. Uliiba hela? Sketi sehemu nguo nikanua. Nilichunguza nikasema hii inanifaa. Nikaichukua. Sio kama nilipenda, lakini sasa sababu kuna ile hali ya kutengwa. Yaani unajua mtu mpaka unasema mimi sipendi. Kwa mama ana hela. Kanisa ndakiwa nguo. Kwa nkaiba, kanua nguo. Hiyo sehemu ipo mpaka napitaje. Kujisamehe, pole. Uko na fight ku survive, like usijukumu sometimes. Nilikuwa napenda sana kuimba. Kosa nikikosa najisikia vibaya na kwa nini nikosi? Yaani kwa nini nikosi? Kwa sababu hata viatu vya kanisani kwa sina. Kwa hiyo mtu unakuta anavaa kitu unamwangalia unasema natamani. Natamani yule kanisani ndara. Ngoma kuna siku tulikuwa tunatakiwa tukashuti kanisani. Tulikuwa viatu vyeusi nilikuwa sina. Nilibana 200 zangu za shule mpaka nikatimia nikaenda kununua kiatu. Kwa sababu niliambiwa hauna kiatu cheusi, hakuna kuja.
Nikanunua. Siku nyingine napo tena ikatokea hiyo. Mama na mimi nikasina hela tena kubanabana. Mama akaenda kununua kitu kikubwa, afu ilikuwa buti. Nikaenda nacho. Sasa kwenye kuvaa ile, vaa viatu mimi naona aibu. Watu watanicheka. Mwisho siku nikakivaa, nilichekwa. Kiatu kikubwa. Kama kiatu kikubwa, cha babake, cha kakake. Unajua unaongea kuna smile lakini unaumia unajua. Polke. Kwa nika nini? Sometimes aina haja ya ku close au yani kuna maumivu like you have to experience them. Acha tu yatoke. Hakuna kitu ambacho kinakuja kwa maisha bila sababu. Hakuna. Na sometimes kuna vitu vinakuja, imagine vitu ulivyopitia. Hata tujielezee vipi kama dunia au kama mtu. Hakuna sababu inayoweza kuelezea why ulistahili hicho kitu. Hakuna Viki. Yani hata tuseme, Mungu kuna sehemu alikuwa anakupeleka. No, yani still haukustahili. Yani still haikuwa sahihi, lakini ndio imeshatokea. You're so strong and like hey, and pia the ability pia even kuja na kukaa na kuongelea hivi vitu so ni ngumu. Kwa hiyo ndani ya miaka yote sisi tulikuwa kwenye nyumba ya kupanga, na sio ndani ya miaka yote basi melala nje, imagine. Paka save kwa sababu mimi nakumbuka naama nyumbani ilikuwa 2020 naanza kujitegemea mwenyewe kwenda kumeshangu kupanga kwa 2023. Siku naondoka nyumbani, mimi nilikuwa naona tuzitie kidogo kidogo. Mama hakuniweza kuliangalia, alijifungia lina sababu leo mimi ndo naondoka nyumbani, kama mwenyewe kwa mimi kama mwenyewe kwa sasa kash ile amu, kwa sababu mimi nikichua ambacho kinifanya niondoke nyumbani tu 2023 nilikuwa nakaa hiyo nilikuwa nakaa nyumbani. Kwa sasa tunakaa mbele vile shakuwa mkubwa, kumbe donga na nasi blame mimi mama na watoto na nasi chumbani. Nani dikwani nikasema maisha mpaka lini? Yani kwamba akasema ngoja nitoke, uenda nitapata akili mpya. Kumi nikatoka nikaenda kupanga 2023 kumbuke kwa mwezi wa 8. Okay. Nilienda nimekaa wenyewe hivyo. 2024 mama wangu alinunua kiwanja baada ya miaka yote, na viwanja vyote alivyokuwa ameviuza kwa ajili ya mimi kunitibia. Akasema tamani niwe na nyumba yangu. Nimechoka ya maisha panga. Okay. Kwele sapotini nini kwa sema yes, kwa sababu ya maisha so sikuyapenda. Kwa namshukuru Mungu tunakaribia kumaliza ujenzi. Hongera sana. Nashukuru Mungu maisha ya kupanga naisha. Yanakaribia kuisha. Mamangu hajatoka bado. Tunamalizia nyumba kujenga. And unajua ukiwa kama mtoto wa kwanza, and especially kuna as a binadamu kuna uhitaji wa wazazi wote wawili, baba na mama. Alafu ulikuwa wewe ni mtoto wa kwanza. Kwa wakati umeona wazazi wakiwa pamoja, alafu umeona wanavyoishi wakiwa pamoja, alafu umeona wanavyoanza, yani everything, kila step umeishuhudia. Kwa hiyo alafu kuna maisha tena ukaishi bila ya uwepo
wa baba kabisa, and then mpaka sasa hivi at this moment umekuwa ndio yupo, kuna vitu havijakaa sawa hivyo, like kuna namna, kuna vitu unakuwa navyo sometimes unajua kabisa like hichi kitu hichi sio kizuri, lakini hauwezi kukiacha. And I like, natamani ushare like vile vitu ambavyo unajua like mimi hizi tabia nimezipata au nina hizi element kwa sababu tu ya haya maisha like, na kuna muda maybe kuna muda unajaribu kuzicontrol, ila kuna muda inaweza usiweze kwa sababu wewe ni mtu. Ni vipi? Kitu cha kwanza kilini affect kuiba. Yeah. Kwenye yale maisha kutafuta kitu, umetamani hiki, mama ana, na unatokea kitekelezeke, nikuta unaenda unaiba. Iko sana. Iko hapo sana. Kuiba. Sababu nakumbuka hata siku tulimwibia wenyewe si mama yetu. Wote? Wewe na wenzako watatu au wewe na mwenzako wapi? Kiume. Tulimwibia mama pia. Alitoka zako imesha. Kaika zako mezani tukachukua. Chukua tunajipangia. Hapo mama hayupo, ametoka sio linda wapi. Kesho nanunua ice cream 2, nanunulia rafiki yangu mwenyewe ndo shule ya msingi anaitwa Regina, wewe mpaka kanizisha ice cream. Ice cream nanunua mchele, nanunua sambusa za kachori na nini tunapaka. Yaani mimi hata mamangu ananiambia ninaweza kuvumilia kitu. Hiyo kitu ninacho. Ndo wangu hawezi. Kwa ile mama kutuuliza kutubana, mimi nilikataa. Tafuteni zile zimeenda wapi. Kwa kule mvuguni namwambia mdo wangu, toa za mimi sasa, toa za kwako mpe mama. Mimi za kwangu mimi tutakula kishote. Ambia hapana, siwezi. Mimi naambia tumechukua. Ambia hamna, usimwambie hivyo, tutapigwa. Wewe toa hela za kwako wewe uloiba. Mimi ya kwangu mimi. Kwa nini usitoe? Wewe ndo mkubwa kaambia iko kitu. Wewe ndo mkubwa, toa. Kwa mwisho wa siku tukufanikiwa tukazitoa tu hela wote. Wote wawili. Tulipigwa. Yeah, pole. Kwa wizi. Na pia umesema hapo unaweza kuvumilia. And sometimes inawezekana visiwe vitu ambavyo vinahitaji kuvumiliwa, lakini unavumilia. And sometimes inawezekana hata ikawa ni vitu ambavyo unahitaji uombe msaada na wengine wakusaidie, lakini uombe. Na hiyo kitu ipo. Hiyo tena imetokea mwaka jana. Fanya kazi hapo Sinzo. Mamangu alikuwa anaumwa. Ila nimemaliza hela akiba yote. Na mwaka siku nimekuja nilishinda njaa. Siku nilipua sana nikaa nawaza. Leo narudije nyumbani. Mungu alibless mdogo wangu kimi mimi anafanya kazi kwenye kampuni ya chocolate ya Daimic. Ni supervisor. Kampigia nikamwambia sina hela. Na una mtumia 2,000. Kaambia mimi sina hela. Sio yeye mama yake kana msema hivi. Kampigia mdogo wangu akiti. Hasina hela. Mungu ananipitisha ile siku. Kuna kala nasemaga. Wakati wa shida ndo najua rafiki wa kweli, ndugu wa kweli, watu wa karibu. Hiyo ipo. Nilikuwa na 500. Nilikuwa na 1,000. Nauli nikafanya asubuhi nikabaki na 500. Hapo nakaa airport. Nika na 500 yangu skula. Sasa wenzangu mimi naweza nikaongea kitu na cheka, ila kinaniumiza. Wenzangu walikuwa wanajua utani. Kwa kaniza kwenye gari. Nafanya kazi. Nipanda ute gari sasa. Hiyo gari ni moja kunipeleka mimi Ilala. Ilala nichukue gari nyingine ya kunipeleka sasa mimi nyumbani. Sasa kwa nini kwenye gari? Viki, kwa utafanyaje kuhusu nauli? Mimi niambia atajua. Nilifika Ilala.
Karume sasa. Nimesimama kwanza kama dakika ngapi, nasema kila ninayempigia, kwanza nimpigia tu wangapi? Nimpigia mdogo wangu kike na wa kiume basi. Kuomba hela ni ngumu, siwezi hata nimekuuzia nitakuomba, lakini kwa shida yani. Kwa ile ngona sisumbua watu wengine, nikatembea kutoka Karume. Nilipiga shortcut mimi, nikaja kufika Tazara. Kutokea Karume Tazara. Na Tazara kuna mtu aliniona kwenye gari. Aliniona, "Viki, unafanya nini hapo saizi? Ni muda umeenda." Nikamwambia, sina nini hapa, nimepoteza nauli. Ikabidi nimwambie nimepoteza. Si ungeniambia, alikuwa rafiki yangu. Gari lilikuwa limesimama linapakia la Mbagala. Basi akaniambia, "Chukua boda na kulipia." Kwa bila yule ningetembea pale Tazara mpaka airport. Safari ingeendelea. Kiukweli ndio inaweza ikawa kama ni upande mzuri, lakini sometimes sio. Kwa sababu katika a moment ambao ulikuwa unastahili ukue kama watoto wengine, wewe ulikuwa unahakikisha unaishije. Uko na fight to survive. And inaumiza, ila ndo tayari ushakuwa sasa. Ndo tusikurudisha nyuma. And na kingine kabla sijasahau, unakumbuka the moment ambayo ulipitia ile kwa mchungaji? Unakumbuka mama alivyokupiga? Unatamani ingekuwaje? Unatamani mama angefanya nini pale? Unahisi ilikuwa sahihi au? Yeah, ilikuwa sahihi. Unahisi ilikuwa sahihi na kitu ambacho iko ndo ukupiga, au alitakiwa asimame na wewe kama mtoto wake na kukuelewa? Unahisi haukustahili au kulingana na kitu kikubwa ambacho unahisi ulikifanya au ambacho kilizushwa na kwa ambazo unahisi haukustahili mtu ambaye angesimama na wewe akijua hivyo vitu vyote, na mtu huyo still ndio tunajua mama amefanya vizuri sana kwenye upande wa kupambana na nini, lakini still unahisi kwamba haukustahili mama pia angesimama na kukuelewa wewe? Si kutetea, ilikuwa na kama mzazi kwa upande, kwa sababu nilikuwa nishakosea. Kusimama pale upande wangu angeonekana pengine sio pale mbele ya wachungaji ulivyorudi nyumbani. Unajua you deserve love. Nadhani haba ni hasira. Alafu mama wangu mimi ndo mtoto ambaye anakuwa na hasira mingi sana. It's okay. Unajua sometimes tunapenda defend wazazi wetu. Sio kwamba ni tunawatetea, kwa sababu tunawapenda na wanatupenda. Na hata na kile kitu alichokifanya kwako au kwetu ni kwa amekifanya kwa sababu ya upendo na ile hasira na hajui namna gani na express. Lakini mwisho wa siku ulistahili upendo. Ulistahili kwa sababu gani? Tusipokubali hichi, ina maana kuna uwezekano wa wewe ikitokea, hatuombei hivyo, ila ataje mtoto wako let's say akapitia situation fulani ngumu ambayo inakuhitaji uwe naye, au utaweza kusimama naye. Na maana kuna muda nilikwambia kwamba mamangu mimi sio mtu wangu wa kuongea naye. Na ulisema unaongea peke yako. Yes, naongea peke yangu. Yeah. Sina rafiki wa kumwambia vitu vyangu. Yeah. Na issue alikuwa hawajui, labda wataisikia hapa ndo watajua. Na ataumia na anakupenda. Na lakini mamangu sio mtu wa kuongea naye vitu. Naweza nikasema nikaongea mimi kwa mimi navyoona, sijui yeye. Ni mtoto ambaye nilikuwa sisikii. Alafu na asila aliuza vitu vyake vya thamani kwa ajili yangu. Yeah. Alafu na vile mimi nilikuwa sisikii. Kwa nadhani pia ni hasira zile za mzazi. Hata na utaki kumlaumu. Siwezi kumlaumu. Na uwezi. Ila ni unatakiwa ukubali kwamba wewe Viki unapokuwa unapitia, unaona the way ambavyo unaona kwamba unatetea upande mwingine, una take time muda gani kujitetea wewe?
Yani the way ambavyo unaweza kusimama kwa ajili ya watu wengine. Wewe unajisimamia, unajitetea saa ngapi? Kwamba ndio ile situation ilikuwa mbaya, ilikuwa hivi. Ndio ilikuwa hivi na hivi. Lakini ulistahili support. Na maana hata sasa hivi inakuwa it's normal kwako kutokuomba msaada. Siwezi. Like ndio iko hivyo automatic kwa sababu ndivyo tulivyopitia. Lakini ni affect yani kunia kuni sijui. Na labda uko miaka ijayo na naamini Mungu atasa yani na ila yote ni changamoto pia za maisha. Yeah. Ndio tunaambiwa sasa hivi mtoto unabidi uwe naye karibu, anaweza kukomea kitu chake. Mami napitia hiki. Mimi sio. Lakini pia ni mtu mzuri sana. Sana. Mimi naweza kumbuka nikati mkubwa zile kwenye hali ya kuvunja ungo. Asiko hivyo mwambie. Well, the topic ilikuwa discussed. Niliacha pads. Pale nilikuwa nimeshavua, nimebadilisha ili haraka za kwenda shule nikaiacha ndo akaja. Napo uko mzoefu tayari, yani una muda mrefu shule. Unajua ile mimi nimechelewa kuvunja ungo. Kwa nishafundishwa sana kwa kuna kipindi nilikuwa nikipewa pedi na gawa shule kwa sababu nilikuwa mibado. Kwa hata kile nakuja kunitokea ile alingaona mtu kawaida. Mama akaniuliza, "Wenitoka kwenye hivi vipindi, kwenye hivi vitu wanaambiaga wazazi wao, wewe si mtoto aina gani? Una roho gani wewe?" Yeah. Kwa mimi mpaka leo yani siwezi yani cheni affect kwa sababu mama ule upendo wa kutuonyesha sisi halikuwa hana na kuwa na muda. Muda kutafuta hela. Kwa siwezi kumlaumu, lakini ndo siwezi. Na mwenye shajua kwa waka. Na ni kwamba hata ikitokea kuna places unaweza kupokea upendo usikatae. Ikitokea kuna nyakati mume unapitia unaweza kuomba msaada. Hauwezi kubadilika haraka hata mwenyewe hasa things ambazo like change like kulilali niamke nimebadilika ila unastahili upendo kwa vitu ulivyopitia. Alafu na still umekaa hapa. Actually mimi ni mtu ambaye mimi na vitu vya kuweka hapa. Unaweza ukanikosea. Mimi ninabeba hapa. Na kuna kipindi nikifuliza kuvifikiria na konda. Nikiamua kuviachilia na nene hapa. No glow dad. Nakumbuka kuna mtu alikuwa na yeye ndo alisababishaga. Yaani sisi tuna roho nadhani ya kususa. Mdogo wangu wa kiume mpaka leo asipende kwenda kanisani. Hapendi, umwambie haendi. Kwa sababu yule mtu kashamweka. Ndio tulivyo sijui tumevika hapa. Kwa yeye hawezi tena kuja kanisani. Kwa sababu ya kile kitu ambacho mtu alimkosea ndani wa kanisani. Alafu yule mtu akaja kupata matatizo. Mamangu alimbeba. Niliumia. Nilijisikia vibaya, mtu ambaye kwa anatusema vibaya, alikuwa anasema mimi vibaya. Mtu ambaye ameanza mambo ya ajabu mapema. Tuseme mamangu akambeba. Akamleta nyumbani. I swear. Sikumsalimia yule mama. Mungu ananiona. Sijui ni kitu kizuri kitu kibaya, lakini ni mtu ulikuwa real. Yeye ndo alinifanya pia ni fight pia. Sizi mlaumu pia ile kitu kinakuita kwa sababu kila mtu ana njia yake mtu wa kuegemea daraja, lakini baada ya changamoto mpaka mdongume. Mimi si mdongume, sio mwongeaji, lakini aliongea sema huyu mtu ndio alifanya mimi niache kwenda kanisa. Leo hii ipo kwetu, anakula kwetu, analala kwetu. Oneni ya mama tu alikaambia kuna maisha, sababu kwa yeye alikuwa kijua na uwezo kwamba maisha yanapanda na kushuka. Kweli. Hongereni.
na ups and down zote hizo. Nakwambia ndio hatujafika tunakolenga ufike, ambako unalenga na malengo yako, ila ulipo sio ukotoka. Hongera sana. And for now, naomba uchukue nafasi hii maybe kabla tujafunga, na yake kufunga, ila kabla tujafunga, unamwambia nini maybe Vicky wa miaka mingapi ijayo? Kwanza Vicky ni jasiri, anavumilia vitu, naweza kapitia, endelee tu kupambana kwa sababu bado hatujafikia tunapopataka kwa Asamani Vicky kwanza najivunia kuitwa Vicky. Sasa unaelewa jina la nyuma lake. Maana yake nini? Victoria, ushindi. Kwa naamini mimi siku zote ni mshindi. Hivyo tu vitapita tu. Amen. Amen Vicky. Asante sana. Sasa naomba waambie watu wanakupataje wakitaka kuwasiliana na wewe, akaunti zako za mitandao na kadhalika. Okay. Kwa mitandao ya kijamii TikTok natumia IMV. Kwa Insta natumia Miss Vicky. Uko active? Niko active sana. Baba active. Mimi nimependa uko active. Yaani hata kama unachelewa kureply lakini still uko active. Aisha Gede. Nashukuru sana Vicky. Shukuru pia. Kuna chochote ambacho ungetaka kusema ambacho haujakisema kabla tujafunga? Wanaume. Si wanaume tu na mama hivyo. Tuwajali tu familia zetu, hata kama una ugomvi na mzazi mwenzio, ukaribu wa mtoto ni mzuri sana sana. Anatakiwa mapenzi yote ya baba ya mama, hata kama mwisho wote mtoto anaweza kaja kwako akarudi kwa mama. Japokuwa hiyo na sio nzuri, lakini fule ukaribu. Sababu mimi sasa hivi niseme niolewe, pana ndugu zangu wa kiume hawezi kuja, kwa kila kitu itakuwa ni wewe na mama. Ni mama. Sio kitu kizuri. Upendo tu tusi nini, changamoto zipo. Hata kama napata mtoto na changamoto fulani, sio sababu ya kumwacha mzazi mwenzio baki peke yake, sababu huwezi jua yule mtoto baadaye anakuaje. Wenda akaja kukusaidia, wenda akaja kuwa dokta, ndio sio unamkuta yeye anaweza kukuchoma sindano ukafa. Kwa kitu kizuri tuwapende tu watoto, sababu mtoto hana makosa. Nyie ndio mna maugomvi yenu. Hivyo tu. Ile kitu ambacho kinanifanya hata mimi ni jamani nitakuwa na mtoto. Unaogopa? Sipendi mtoto wangu waje kupitia situation nilopitia mimi. Baba hayupo, mimi ndo nimlee. Kwa ile maisha siyapendi, kwa sitamani. Hata kidogo. Shani affect tayari. Na ni mtu mzuri sana. 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 Asante Vicky. Asante pia. I am V TikTok, Miss Vic Instagram. Aya. Tunafunga. Sawa. Ni kitu gani ambacho kimekugusa kwenye episode yetu ya leo? Kwa namna yoyote ile, kwa vyovyote vile, kila mtu naamini itakuwa imemgusa kwa nafasi yake, kwa namna yake. Pia nawashukuru sana 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 kwa
kuwa sehemu ya Swahili Stories. Stories ambazo zinahusisha maisha yetu na zinagusa maisha yetu halisi, maisha ambayo tunayaishi kabisa. Na hata kama imekuwa ni community ambayo hatuko wengi kama tunavyotamani tuwe, lakini uwepo wako wewe, neno lako tu moja la faraja, maybe kwenye comment ukaandika kitu chako chochote kile ambacho ukakiandika, neno lako pengine kwa namna moja au nyingine kitamtia moyo Viki, kitamgusa Viki, kitamgusa mtu mwingine kama Viki ambaye anapitia hizo situation. Lakini kama ni wewe ambaye ndo unapitia kwa wakati huu, na mimi nimegundua kwamba uko peke yako, haijalishi unapitia changamoto gani. Na hatuna maana ya kwamba tuwe community kubwa, tuwe watu wengi ila ambao hatuwezi kupeana moyo. Hiyo ambao hatuwezi kuwepo pale na kuonyesha like hauko peke yako. Hiyo sio maana yetu. Maana yetu ni kwamba hata kama tutakuwa watu wawili ambao ndo tupo Swahili Stories na Judith Isaac, ila hapa katika hao watu wawili tutakuwa na utofauti. Tutashikana sisi kama sisi na kuonyeshana kwamba it is possible. Hivyo nachukua nafasi hii tena na kushukuru sana kwa kuwa sehemu ya Swahili Stories na Judith Isaac. Asante kwa kusubscribe, asante kwa kulike, asante kwa kucomment, na kama utaweza kushare na mtu mwingine mmoja, wawili, kwa vyovyote vile kulingana na nafasi yako, please share, kwa sababu hiyo ndo maana halisi ya hii platform. Kwaherini, tukutane kwenye episode nyingine.